Stella ni mwanafunzi wa kawaida katika shule ya sekondari Makambako. Siku moja akiwa anapiga stori na mashoga zake, rafiki yake mmoja akawaambia njia ya kuongea na majini. Unatakiwa uweke mikono namna hiyo, alafu useme, we hapo ndo unayenichangamsha mwili, umenipa mua na kifundo. Inaaminika kwa kufanya hivyo, unaweza kuona mizimu, majini, hadi mashetani. Stella haamini katika uchawi, kwanza kichwa chake kina mambo mengi. Hapo anawaza, ataenda kumwambia nini mama yake amefeli kwa mara nyingine tena. Yaani yeye kila siku, kila mtihani anafeli tu. Huku nyumbani kwa mama Stella, anaonekana akiwa anaongea na bosi wake. Siku zote mama Stella amekuwa akimwonea wivu bosi wake, kwa sababu mtoto wa boss anafaulu vizuri kushinda mwanaye Stella. Ikabidi mama Stella amuulize bosi wake, na ikiwezekana amsaidie, ili na yeye mtoto wake afaulu. Boss akamwambia, mama Stella, kifua unacho. Sio nakwambia hapa, uje kuwa kama Laiza, ukipewa mic tu unayamwaga. Mama Stella alimwaminisha bosi wake kuwa hizo habari hatomwambia mtu yoyote. Bosi wake akamwambia, unatakiwa ujiunge na chama cha nguvu ya jicho la tatu. Huko utakutana na kiongozi wa chama na serikali, atakupa jini la kumfanya Stella afaulu. Mama Stella alikubali na akapewa maelekezo zaidi. Aliambiwa aende jengo fulani, huko Bunju ndani. Akiwa anapanda ngazi, kuna jini lilipita kando yake, limejaa damu mwili mzima. Alihisi tu, lakini hakuweza kuliona. Aliendelea kupandisha ngazi mpaka chumba namba 414. Ndani hakukuwa na mtu yoyote. Aliona peni na makaratasi tu mezani. Makaratasi ambayo alikuja kugundua ni mitihani ya masomo mbalimbali. Nyuma aliona kabati lenye damu na limeandikwa mtoto mdogo. Ndiyo kabati hilo aliambiwa akiliona aingie. Mama Stella alifungua na kuingia ndani. Bila ya kujua, alijikuta ametokea dunia nyingine. Dunia ya mashetani na majini. Wenyewe wanapaita sokoni. Huko unauziwa jini kwa ajili ya kazi yoyote unayotaka. Ila masharti yake ni hakuna kubadilisha. Jini utakalopewa ndo hilo mpaka kufa kwako. Sharti la pili, hutakiwi kufurahia lolote litakalosababishwa na jini, liwe jambo jema au baya. Mama Stella aliingia mpaka chumba kimoja hivi. Mezani kulikuwa na bakuli na kisu. Muuza majini hakuuzi jina kwa pesa. Ukitaka jini unajipa maumivu. Yaani kiwango cha maumivu utakayojipa ndo kiwango cha ubora wa jini utakalopewa. Kwa kuwa mama Stella alidhamiria mtoto wake afaulu, basi alichukua kisu na kujikata mkono. Damu zilimtoka nyingi mpaka bakuli likajaa, na sekunde hiyo jini lililovaa uniform kama za mwanaye likaonekana kwa nyuma. Mama Stella pale alizimia na kuja kuzinduka nje ya lile jengo. Pembeni yake kulikuwa na kibuyu na hirizi. Alishapewa maelekezo yote na bosi wake. Kwa hiyo akaamka na kwenda kukiweka kibuyu chini ya kitanda cha mwanaye. Kisha alichukua hirizi na kuishonea kwenye mdoli wa mwana Stella. Hiyo hirizi ndo kinga kwa mwanaye na kamwe haitakiwi kupotea. Kuanzia siku hiyo, Stella alikuwa hashikiki. Kila mtihani yeye ni wa kwanza tu. Alikuwa anasoma kama kichaa na vyote vinakaa kichwani. Siku moja mama Stella alipigiwa simu na kuambiwa, mwanao amefaulu sana, ameongoza na amekuwa wa kwanza nchi nzima. Mama Stella alifurahi sana. Kufurahi kwake kulivunja sharti la pili. Na siku hiyo mabalaa yakaanza.